Inayoendelea hapa katika viwanja vya shule ya msingi hapa Mabuki. Popote pale unaposikia sauti hii, tunapenda kukaribisha sana katika mikutano hii, kwani mikutano hii ni kwa uwezo wa Mungu ameweza kuruhusu hadi masaa haya tunaendelea kujifunza. Hakika hii ni bahati ya pekee sana. Kwa hiyo hata uko uliyepo nyumbani, wewe uko wapo uwanjani, wewe ni fundi, wewe uko unafanya biashara, unauza mgahawa, nipende kukaribisha sasa tunapokwenda kuanza vipindi vyetu. Lakini pia nipende kuwashukuru watangulizi wa injilisti. Mungu awabariki sana. Mwinjilisti ambaye ulikuwa anatoa masomo ya sheria, Mungu akubariki sana. Jambo ambalo tumeweza kujifunza katika siku ya leo katika ile kitabu cha Kutoka 20 ya kwamba Mungu alitoa sheria pale. Mungu akubariki sana. Na nipende kukaribisha msikilizaji, endelea kufuatilia masomo ya sheria. Kumekuwa na migogoro mingi katika jamii, migogoro ya ardhi, migogoro ya familia. Migogoro yote hiyo itakwenda kusolviwa na mwanasheria huyu kupitia masomo ambayo atakuwa anayafundisha. Kwa hiyo kupitia ufahamu utakaopata, basi hatimaye utaweza kutatua migogoro hiyo. Lakini pia nipende kukushukuru Daktari Makoye Lugunya. Mungu akubariki sana kwa somo la afya. Tunaona ya kwamba kitu ambacho imetoka nacho na cha msingi wakazi wa Mabuki tuweze kukifahamu. Ameelezea juu ya afya, hasa kwa upande wa jinsia wanawake. Amezuia hapa baadhi ya mavazi. Sasa wanawake wasivae suruali, inaharibu afya hasa katika via uzazi vya mwanamke. Kwa hiyo tuweze kufahamu hayo yote, na daktari huyu ataendelea kutufundisha zaidi na zaidi. Lakini pia mkufunzi wa Kaa na Familia, Mungu akubariki pia. Mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Pasco, kupitia tumeweza kujifunza ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa muasisi wa kwanza wa familia katika bustani ile ya Eden. Lakini pia karibuni katika somo la siku ya leo. Ikiwa unaandika, unaweza ukaandika amka kumfahamu Mungu na uumbaji. Amka kumfahamu Mungu na uumbaji. Na fungu kuu la siku ya leo, fungu letu la mkutano ni Warumi 13:11, lakini fungu kuu la siku ya leo ni Zaburi 119 mstari ule wa 100. Msomaji. Amka kumfahamu Mungu na uumbaji. Sio kwamba jana tuliona ya kwamba Mungu anatutaka tuamke. Anataka tuamke katika maisha ambayo tulikuwa tumeishi nyakati nyingi huko nyuma na pengine hata hatufahamu. Lakini sasa Mungu anatutaka tuweze kuamka. Lakini pia tulipende kuwashukuru wote ambao wanatufuatilia hata katika maeneo mbalimbali tofauti na hapa. Tumepokea taarifa watu wanatufuatilia huko kutokana na baadhi ya clip ambazo zilitumwa siku ya jana. Watu kutoka Shinyanga, Simiyu huko wanafuatilia sana, na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia kwa umakini sana. Msomaji. Kitabu cha Zaburi 119 mstari ule wa 100 anasemaje? Mstari wa 100, neno la Bwana linasema, ndio, ninao ufahamu kuliko wazee. Ninao ufahamu kuliko wazee. Kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Tunaona hapo ufahamu unapatikana kwa kuyashika mausia ya Mwenyezi Mungu. Na jana tuliona ya kwamba imetupasa kuamka. Tuliona ya kwamba usingizi hali ya kizembe ya kupuuzia masuala mazima ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia hebu tumfahamu huyu Mungu ni nani ambaye tunakuwa tunazungumzia mara kwa mara hivyo na kadhalika. Tunaposoma, hebu soma mtumishi kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 1:1 pale na mpaka 3. Soma. Ni Mungu mwenyewe anajieleza yeye ni nani hasa, alipotoka, chanzo chake, lakini pia tutakwenda kuangalia soma hapo msomaji. Yohana sura ya 1, ndio, mstari wa 1, neno la Bwana linasema, ndio, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 2. Mstari wa 2. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu.
vyote vilifanyika kwa huyo, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tunaona ya kwamba kila kitu ambacho unakiona kwenye hii dunia, iwe ni miti, iwe ni mimea, iwe majani, hawa wanyama, hata wewe pia unavyojiona hapo, unavyomwona wewe mtoto wako, mke wako na kadhalika, ndugu yako, jamaa yako, sio kwamba aliibuka tu akaja tu ghafla hapa. Yupo ambaye aliweza kumfanya. Ndio hapo tunaona ya kwamba mwanzilishi huyo ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika, na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Lakini pia tunaona ya kwamba katika uungu yuko Mungu mmoja, lakini katika utendaji kazi nafsi tatu za uhai: Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini habari zaidi za Mungu Mwana, za Mungu Baba, hebu tuweze kusoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari ule wa 20. Mungu wa kweli anahitaji kila mtu amwamini yeye wa kweli, wala sio wa sanamu ya kuchonga ambaye haneni. Huyu ni Mungu wa kweli. Hapo hebu msomaji anasemaje? Yohana wa kwanza 5:20. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Nasi twajua kwamba Mwana wa Mungu amekwisha kuja. Mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli. Yaani ndani ya mwana wake. Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Na uzima wa milele. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Yuko Mungu wa kweli ambaye anafurahi pale ambapo tunamjua yeye, hasa tunamjua kwa ukweli. Zipo zana potofu leo hii kuhusu Mungu. Kila mtu anaeleza ya kwake kwamba ndio maana hata masuala ya dini yamekuwa yakileta mkanganyiko. Kila mtu anazana potofu, lakini kupitia maandiko matakatifu, Biblia yenyewe inajijibu ya kwamba Mungu mwenyewe anafanya nini? Anajifunua kupitia maandiko matakatifu, lakini pia anajifunua kupitia mazingira haya tunayoyaona. Vyote hivi vinaonesha kabisa yupo Mungu ambaye alifanya nini? Alivifanya. Jana tunaona ya kwamba usije ukafikiri kwamba hata hicho kiti ambacho umekalia kilitokea tu. Yupo ambaye alikifanya. Kwa hiyo Mungu anajifunua katika maandiko matakatifu, na hapa anasema ya kwamba anahitaji tuweze kumfahamu kwa ukweli. Yuko mtu mmoja anaitwa Anton Freud ambaye alikuwa ni mwanafalsafa wa Kiingereza. Huyu ambaye aliandika vitabu vingi, alikanusha uwepo wa Mungu, kwamba akiandika kitabu kinaitwa God and Philosophy mwaka wa 1966. Alikanusha kabisa uwepo wa Mungu, lakini yeye mwenyewe alikuja kuamini nao mwaka 2004 alitangaza hadharani ya kwamba ameanza kuamini kuwa kuna Mungu. Lakini pia kuna akili kuu, akili ambayo ni ya kipekee, inaitwa divine intelligence nyuma ya ulimwengu. Hapa ndipo walipoona ya kwamba kumbe haya yote hayawezi yakatokea tu hivi kirahisi, yupo Mungu. Lakini pia huyu mwanafalsafa anasema aliona sayansi hasa ya ugunduzi wa kina wa DNA na mpangilio wa maisha ulimshawishi kwamba lazima kuwe na chanzo cha kiungu. Na baadaye aliandika There is a God, how the world most notorious atheist changed his mind, kwamba yuko Mungu, lakini pia hata yeye mwenyewe alifanya nini? Alishindwa. Kwa hiyo wako watu mbalimbali, hata wanasiasa, wanasayansi mbalimbali. Huyu ni mmoja tu hapo, na tutaenda kuangalia pia wengine hapo. Lakini wako watu ambao walishajaribu kumkataa Mungu, lakini wao wenyewe walikuja kufanya nini? Walikuja kukiri, kwa sababu uwepo wa Mungu ni halisi na ni thabiti kabisa. Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata tunapoona mvua zinanyesha tunatambua ya kwamba yupo Mungu. Huyo alikuwa ni Mungu Baba. Lakini pia Mungu Baba, sasa hebu soma pia kitabu kile cha Yohana 3 mstari wa 16. Hapa anajifunua hapa. Soma hapo, anajifunua kwa uzuri zaidi Mungu Baba. Kitabu cha Yohana 3:16 imeandikwa. Anasemaje? Akawaambia wale walio Yohana 3:16. Ndio nasoma hapo. Ndio. Akawaambia wale waliokuwa, narudia nasema, ndio. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa. Yohana Mtakatifu 3 fungu lile la 16. Narudia. Ndio.
Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Bwana Yesu asifiwe, bali awe na uzima wa milele. Tunaona ya kwamba kupitia kitabu hicho cha Yohana 3:16 Mungu Baba anajidhihirisha ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanae wa pekee. Kwa hiyo tunaona ya kwamba yuko mwana. Hapa ndipo ambapo utendaji kazi wa uungu unaanza kueleweka zaidi, pia kwamba yuko Mungu Baba lakini pia yuko Mungu Mwana. Lakini pia hapo tunamfahamu kwamba yuko Mungu Baba. Lakini pia huyu ni Mungu asiyepigana na wanadamu. Hebu tuangalie, kuna kisa hapo, kuna Farisayo mmoja anaitwa Gamalieli katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 5:38 mpaka 39. Hapa yuko Farisayo mmoja ambapo hawa kipindi cha mitume walipokuwa wakipigwa vita na taifa la Kirumi, walipokuwa wakihubiri injili, habari za ufufuo wa Yesu Kristo, hawa wa viongozi wa Kirumi ya kipagani walianza kuwashutumu hawa mitume. Hebu msomaji, kama umefika hapo, Gamalieli huyu Farisayo aliweza kuambia sifa za huyu Mungu ambaye hahitaji vita na wanadamu, Mungu Baba huyu. Soma hapo kitabu cha Matendo ya Mitume 5:38 na 39. Anasemaje? Neno la Bwana linasemaje? Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa. Waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa. 39. Lakini ikiwa imetoka kwa Mungu, hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Na nataka niwaambie kitu kimoja, huyu Gamalieli Farisayo alithubutu kusema ya kwamba yuko Mungu. Na hata niseme kitu kimoja, kama kuna watu wanafikiri huu mkutano hauwezi kufanikiwa, hata mimi nawaambia kwa mamlaka ya Mungu, yuko Mungu Baba ambaye anapigana na wote hao ambao wana hila mbaya. Kwa hiyo Mungu Baba ni Mungu ambaye asiyepigana na wanadamu, na hata hapo alikuwa anawashauri hao askari wa Kirumi kwamba wasije wakathubutu kuwagusa hao watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakifanya kazi ya Mungu na kuhubiri habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini pia tuangalie Mungu Mwana, huyu alikuja kutukomboa baada ya wanadamu kupotea katika bustani ile ya Eden. Tunaona ya kwamba katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 kinaeleza namna ambapo mwanadamu aliweza kupotea na kukiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapa tunaona ya kwamba Mungu anakuja kumtuma mwanawe wa pekee. Hebu tusome kitabu kile cha Isaya 53:4 mpaka 6. Hapa huyu nabii Isaya ni katika Agano la Kale, lakini anatabiri ujio wa Mungu Mwana Yesu Kristo ambaye atakuja kutukomboa kwa ajili ya maovu. Soma hapo Isaya 53:4. Ndio. Neno la Bwana linasemaje? Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Amepigwa na Mungu. Na kuteswa. 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hapo tunaona anafunguliwa Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alikuja na kufa pale msalabani kwa ajili ya maovu yetu ambayo tunakuwa tunayafanya kila siku, lakini pia ambayo tulifanya mpaka mwisho wa siku yeye ikamlazimu kuja hapa. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekuwa wakipinga hii dhana ya uwepo wa Mungu katika dunia ya leo, lakini ukweli ni kwamba Mungu yupo na hata yeye anajifunua. Tutakwenda kuangalia sasa katika dhana pia ya uumbaji. Lakini pia huyu sasa ndiye kuhani. Kumbuka kwenye kile kitabu cha Kutoka 25 katika Agano lile Jipya, hapa tunaona ya kwamba taifa la Israeli Mungu aliwaambia ya kwamba wamfanyie mahali ambapo Mungu mwenyewe ataketi hapa duniani, ambapo palikuwa panaitwa patakatifu. Hapa tunaona ya kwamba kuna huduma ya ukuhani ilikuwa ikifanyika, ambapo huduma ya ungamo hapa duniani. Lakini hii huduma ilikuwa ikimwakilisha zaidi huyu Yesu Kristo ambaye atakuja kwa ajili ya kutukomboa
pale msalabani. Na kweli alikuja na alifanikiwa kutukomboa. Na hata sasa tunapoongea yeye ndiye kuhani. Hebu tusome kitabu kile cha Waebrania 10:1 fungu lake la 4. Hapa tunaona ya kwamba Mungu ni mmoja, lakini katika utendaji kazi yapo majukumu tofauti tofauti. Kila nafsi inafanya majukumu yake. Hapa tunaona hapa tupo katika Mungu Mwana. Hebu soma hapo msomaji, Waebrania 10 fungu la 1 na la 4. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima. Ndio haiwezi wakati wowote kuwakilisha wakaribiao. Mstari wa 4. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Tunaona ya kwamba katika kipindi kile cha Agano la Kale, unaposoma kwenye kitabu cha Kutoka 25, unakuja kupata habari zaidi ya wana wa Israeli ambao wanapewa maelekezo namna gani wafanye katika swala zima la huduma ya patakatifu. Endapo mtu amefanya dhambi, kila mtu alikuwa anahusika kupeleka kondoo au ng'ombe au njiwa hivyo na kadhalika, au unga mwembamba ili apate kusamehewa dhambi. Lakini Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kuweza kumaliza hivyo vyote. Kwa hiyo Yesu alikuja kumaliza kabisa. Hebu soma hapo kitabu kile cha Waebrania 2:17. Yesu sasa ndiye kuhani, kwa sababu hivi vyote vilishindwa. Wewe fikiria, hata kama leo tumekuwa tukifanya dhambi, alafu unapeleka hiyo ndama, ni nani ambaye angeweza kutoboa? Hapa tu kuna watu hapa Mabuki hata ng'ombe tu hana, hata kuku tu hana. Unaona? Sasa wewe fikiria kama mtu hana hiyo vyote, alafu na ungekuwa ukifanya dhambi unapeleka. Yaani mwisho wa siku tungekuwa tunaishi maisha ambayo ni ya shida sana. Lakini Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu alikuja kufa pale msalabani, na hata sasa yupo juu mbinguni. Soma hapo msomaji. Waraka kwa Waebrania sura ya 2:17, neno la Bwana linasema. Linasemaje? Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake. Ndio. Katika mambo yote. Apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema. Endelea. Mwaminifu katika mambo ya Mungu. Ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Sisi ni watoto wake Yesu Kristo. Ndio maana alikuja na hatimaye akaishi kama mwanadamu katika dunia hii. Na hata sasa tunasema ya kwamba maana baada ya kuwa amekuja, alikufa pale msalabani, alijeruhiwa, alizalauliwa, alitemewa mate. Yote hiyo kwa sababu alikuwa anatuonea huruma sisi watoto wake. Ni kwa ajili ya kuweza kusaidia sisi tupate kuokolewa. Na hata sasa tunaona ya kwamba katika dunia ya leo, huyu ndiye mtu wa pekee sana ambaye pia ni Mungu, lakini pia alikuwa ni mwanadamu, ambaye hakuna mtu ambaye anaweza kumfikia. Hata sasa tunapoongea, hata kama ukifuatilia, hakuna mtu ambaye ana wafuasi wengi katika dunia ya leo isipokuwa ni Yesu Kristo. Yaani hakuna, tangu dunia kuumbwa mpaka sasa. Wamepita wasanii, wamepita viongozi, wamepita wafalme, lakini bado jina la Yesu limekuwa ni maarufu katika dunia ya leo. Ndiye ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 2.5 katika dunia ya leo. Ni wafuasi wengi katika kipindi hiki. Hakuna hata msanii ambaye anamfikia. Wasanii wanakufa, wanapotea, lakini Yesu Kristo anaendelea kudumu katika maisha yetu na milele na milele. Na tutakwenda kumfunua vizuri kabisa katika mahubiri haya. Kwa hiyo nipende kukaribisha ya kwamba endelea kufuatilia kwa umakini kabisa, kwa sababu tunaye Yesu Kristo ambaye ni Mungu Mwana. Lakini pia twende tukaone pia kuna Mungu Roho Mtakatifu. Yesu Kristo mara baada ya kuwa ameshamaliza kazi yake hapa anapopaa, lakini pia aliweza kuambia mitume ya kwamba atawaachia zawadi ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii ni nafsi ya tatu ya uungu. Matendo 1 fungu la 8. Msomaji. Matendo sura ya kwanza mstari wa 8, neno la Bwana linasema. Linasemaje? Lakini mtapokea nguvu. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu. Na katika Uyahudi wote. Na Samaria. Na hata mwisho wa nchi. Hapa tunaona ya kwamba Biblia inamfunua huyu Roho Mtakatifu ambaye Yesu Kristo aliwaahidi hawa mitume wake ya kwamba watapokea nguvu ya Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu akishuka, basi tunapata nguvu ambayo inatusaidia sisi kuwa mashahidi na kumshuhudia Mungu katika mazingira ambayo tunaishi, katika majirani zetu, hata katika nje ya hapa Mabuki. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Mungu atakusaidia, yani utakuwa na nguvu ya pekee ya ajabu. Yani hata kama unasikiza mkutano huu, ukipata na Roho Mtakatifu, unaweza ukaja hapa pia kwa ajili ya kufanya nini? Kuendelea kusikiliza, kwa sababu huyo ndiye ambaye ananong'ona na watu moyoni na kuweza kufanya nini? Na kuweza kuwadhihirishia ya kwamba yuko Mungu. Lakini pia hebu tuangalie, maana baada ya kuwa tunaona ya kwamba yuko Mungu, hebu tuangalie kwenye kile kitabu cha Mwanzo 1 fungu la kwanza. Hapa tunaenda kuona ya kwamba tunaona kazi ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya yeye mwenyewe. Unaposoma ile Mwanzo 1 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 29, hapa kuna story ndefu kabisa ya uumbaji. Hebu soma Mwanzo 1 kwanza hapo mpaka ule mstari wa 3. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Hapo tunaona utaendelea kusoma hapo kwa muda wako pia, kulingana na muda ambao tumeanza kukuchelewa kutokana na uwepo wa mvua. Lakini pia kwa muda wako utaweza kusoma hapo sura hiyo kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 29. Hapa kuna story ndefu kabisa ya uumbaji. Hivi vyote ambavyo tunaviona Mwenyezi Mungu aliviumba ndani ya siku 6. Kwa haraka kabisa, hebu msomaji tusomee hapo. Endelea. Mstari wa 4 anasemaje? Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Akaiona nuru. Ndio. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana. Giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hiyo ni siku moja. Siku ya kwanza hiyo Mungu aliumba hivyo. Endelea. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji. Likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga. Akayatenga yale maji yaliyo juu na ya anga. Ndio. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ndio. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Hebu kila mmoja angalia angani jamani. Angalia anga, angalia kule juu, angalia kule. Hilo anga unaloliona Mungu aliliumba, hiyo ilikuwa ni siku ya pili. Endelea msomaji. Lakini pia maji mengine alibaki hapa. Endelea. Mungu akasemaje? Maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja. Ndio. Ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pahali pakavu nchi. Ndio. Na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Ndio. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ndio. Mungu akasemaje? Nchi na itoe majani. Mche utoao mbegu. Na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Ambao mbegu zake zimo ndani yake. Juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani. Mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Na mti uzao matunda. Ishia hapo. Hivi vyote tunavyoviona, unaona hii miti jamani? Nani ambaye unaona mti huu, majani, vyote hivi viliumbwa katika siku ya 3. Lakini pia hata hii nchi, hata kama unaenda kwenda jangwani huko ambako kuna maji, vyote hivi viliumbwa ndani ya siku ya 3. Milima, vyote hivyo viliumbwa ndani ya siku ya 3. Lakini pia tunaona hata huko baharini huko Mungu alitenganisha hayo maji, ilikuwa siku ya 3. Endelea msomaji. Ile siku ya 4, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili ya majira na siku na miaka. Tunaendelea. Tunaona ya kwamba hapo Mungu aliumba mianga katika siku ya 4 hiyo, ili itenge hiyo mipaka kati ya majira na miaka na siku na nyakati mbalimbali. Katika hiyo siku ya ngapi? Siku ya 4. Mwanga mkubwa utawale mchana na mdogo utawale wakati wa usiku. Lakini pia siku ya 4 Mungu pia aliumba na nyota, hivyo na kadhalika. Unapoona jua, mwezi na nyota mbalimbali, vyote hivyo ni katika siku ya 4. Msomaji, siku ya 5. Neno la Bwana linasema Mwanzo 1:20. Ndio. Mungu akasemaje? Maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai. Ndio.
Na ndege waruke juu ya nchi. Ndio. Katika anga la mbingu. Katika anga la mbingu. Tunaona ya kwamba katika siku ya 5 hapo Mungu aliumba kule baharini samaki kwenye maji. Kila kiumbe ambacho unakiona kwenye maji kiliumbwa katika siku ya 5. Lakini pia unapoona ndege wote hao waliumbwa ndani ya siku ya 5. Huo uumbaji unaendelea. Huyu ni Mungu yule ambaye tumejifunza hapo awali. Mungu asiyepigana na watu. Mungu ambaye mwenye uwezo. Endelea msomaji. Siku ya 6. Siku ya 6. Mwanzo 1:24 neno la Bwana linasema. Linasemaje? Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Kwa jinsi zake. Mnyama wa kufugwa. Nacho kitambaacho. Na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Ishia hapo kwanza. Tunaona ya kwamba siku ya 6 uumbaji Mungu anaanza kusema kwamba nchi na izae kiumbe hai kitambaacho wa kufuga hivyo na kadhalika kitambaacho pia. Hata huyo ng'ombe ulienea hapo nyumbani, mbuzi, kondoo sio wa kwako. Mungu aliumba siku hiyo, ilikuwa ni siku ya 6. Wao wote ni mali za Mungu. Mungu aliwaumba hao. Sio kwamba uliwafanya hata sayansi yenyewe hujai kuifanya kwamba hata umfanye ng'ombe atokee hapo. Ni kwa sababu ya uwezo wa Mungu, yeye ndio muumbaji. Kwa siku ya 6 Mungu alianza kuumba wanyama. Endelea, hebu soma mstari wa 26 pale. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Mungu akasema. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Amkeni mfahamu ya kwamba Mungu aliumba vyote, lakini pia alimuumba mwanadamu katika siku ya 6 na ndipo akamfanya kuwa mtawala katika vyote ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kwanza huu ni upendo wa pekee, kwa sababu Mungu alianza kuweka mazingira mazuri, na mwisho wa siku ya 6 mwanadamu alikuwa ni kiumbe wa mwisho kuumbwa na Mungu, kwa sababu tayari mazingira yalikuwa yameshafanywa tayari kwa mwanadamu, na hatimaye sasa mwanadamu anaweza akaishi pasipo shida yoyote ile. Lakini pia Mungu ndiye mjenzi. Hebu soma pia kwa kuongezea Waebrania 1 fungu la 10. Hakuna kisicho na mjenzi kwenye hii dunia ya leo. Hata tumeona hapo kuna wewe mwanafalsafa hapa ambaye alikuwa anajaribu kusema kwamba hakuna Mungu, lakini usije ukajaribika hata kusema hivyo. Amkeni, kuna watu leo hii wameacha kusali au hata waende kanisani kwa kudhani ya kwamba hayupo Mungu. Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Mabuki 20:25. Amka katika usingizi wa kiroho. Mabuki 20:25. Hebu kama kuna mtu unaona amesinzia hapo, mwambie hebu amka basi. Mwambie jirani yako hapo. Kama safi sana. Soma hapo msomaji. Waebrania 1 fungu la 10. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi. Na mbingu ni kazi za mikono yako. Kwa hiyo tunapoona mbingu hizo zote huko angani, nchi, ardhi, miti, ni kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu ambayo aliifanya. Mungu ndiye mjenzi. Hata wewe mwenyewe ukijenga nyumba, kama wewe ni fundi, ukijenga nyumba vizuri, unaangalia unasema kweli nimejenga vizuri. Hata wewe unachomelea hapo, ukichomelea geti vizuri unasema hapa kwa kweli nimelitengeneza vizuri. Yani wewe ndio mwanzilishi, kwa unatengeneza hilo. Vivyo hivyo katika hii nchi unayoiona yuko Mungu ambaye ndiye mjenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndiye ambaye anataka tuamke kwa muda wa hizi siku 14. Anataka tuamke yani tumfahamu yeye vizuri. Hebu endelea hapo pia, soma kile kitabu cha Wakolosai 1:16. Mungu yeye ni wa milele zote. Yaani yeye yupo, alikuwako na atakuwako milele zote. Soma hapo msomaji. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Ikiwa ni vitu vya enzi. Au usultani. Au enzi. Au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa jina lake. Na kwa ajili yake. Kwa hiyo Mungu yeye ni wa milele kabisa. Kila unachokiona, hata ambacho ukioni, yani kuna kwa mfano sayari unaweza usizione, kuna sayari nyingi huko angani, nyota,
hivyo na kadhalika. Humu chini kuna madini wakati fulani hata wewe uyaoni huko. Unaweza kushangaa hapo kuna madini hapo wewe uyaoni. Lakini yeye Mungu anayaona, anafahamu kabisa, kwa sababu vyote hivi vilifanyika kwa ajili ya utukufu wake. Hakuna mwingine aliyeumba isipokuwa. Lakini pia Yesu Kristo na Mungu pia alihusika. Hebu soma kile kitabu pia cha Ayubu 38 mstari ule wa 4. Hakuna ambaye ameumba mwingine isipokuwa Mungu. Hakuna. Usije ukadanganyika kabisa. Soma hapo. Ayubu 38 fungu la 4, Biblia inasema. Linasemaje? Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya nchi? Haya. Sema. Kama ukiwa na ufahamu. Ishia hapo kwanza. Hapo tunaona ya kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu Ayubu, ambaye wakati fulani changamoto ambako zilipokuwa zimemkuta alianza kujibizana na Mungu. Mungu akamwambia, ulikuwa wapi wewe wakati nilipoweka misingi ya nchi? Hakuna mwanadamu, unaweza kufika, hakuna mwanadamu ambaye aliweza kuiweka dunia hii. Hata leo hii tumepata dhana, jana usiku kuna mvua ilinyesha, mvua ya upepo. Tunapita huko, wakazi wa Mabuki wanasema hatuwezi tukaenda shambani leo kwa sababu kusijui mazao yatakishakomaa yataperushwa sijui na upepo. Hapana, yani hiyo ni dhana tu potofu. Mungu, ndio maana tumesoma pale Zaburi 119:100 anasema hivi, ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimefanyaje? Msomaji, nimeashika mausia yako. Ninao ufahamu. Ukiwa na ufahamu, hiyo ni dhana potofu. Na niwaambie tu watumishi wa Mungu, hata wewe ambaye unanisikiliza, ambao hujaenda shambani eti kwa sababu ya mvua ya jana ya upepo, yani hiyo ni dhana potofu tu, mtumishi wa Mungu. Ndio maana mahubiri haya yamekuja kwa ajili ya kuweza kutuamsha. Hata mvua ikinyesha kwa upepo, wewe nenda shambani kalime. Mimi ni mtaalamu wa kilimo. Wewe niwaambie kitu kimoja. Mimi ni mtaalamu kwa elimu ambayo nimesomea, lakini wewe kuna vitu ambavyo tunaita, kuna kitu anaita yani ule mmea ambao unapanda, kuna vitu ambavyo ukivifanya lazima tu, hata upepo ukitokea lazima tu utaanguka. Kwanza inategemea na umbali wa mche na mche ambao unapanda. Ukibananisha lazima tu upepo na ukifika yanafanya nini? Yanaanguka. Lakini pia kuna mbegu. Kama ukipanda mbegu ambayo ni imara, kuna mbegu ambazo ziko imara, hata zikipigwa na upepo vipi haziwezi kufanya nini? Haziwezi kaanguka. Yani hakuna, hiyo ni dhana tu potofu. Nenda shambani, hata mimi huko ambako nalima mimi mvua hata ikinyesha yenye upepo, mimi nalima tu na hakuna cha kuanguka mazao wala cha nini. Hiyo ni dhana potofu. Yuko Mungu ambaye ameumba, na ndiye ambaye ananyeshea mvua. Yeye ndiye ambaye ameruhusu mvua inyeshe, watu walime wapate mazao. Hiyo ni dhana potofu kwamba sijui mvua imenyesha au upepo, sijui hamna. Ndio sababu tunakuja tuamshe kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo achana na hiyo dhana potofu kwamba sijui mimi siendi shambani. Hata kama ikinyesha saa hizi, baada hapa ikanyesha upepo, kesho nenda kalime. Uache kusema kwamba sijui nini kitatokea. Kwa hiyo Mungu wetu anataka tumwabudu yeye kwa kicho na kweli kabisa. Hebu soma pia Isaya 44:24. Haya mafungu yote yanamfunua Mungu huyu wa ajabu, Mungu wa pekee. Isaya 44 fungu la 24. Tunayekaribia kumaliza. Endelea. Isaya 44 fungu la 24, Biblia inasema. Inasemaje? Bwana mkombozi wangu, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana, nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, nienezaye nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Hakuna. Hata mimi natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu ya kwamba kwa uwezo wa Mungu ambaye analeta mvua, hata ikinyesha ya mvua ya upepo, nenda kalime, acha kutulia. Yani hizo ni dhana za uongo tu ambazo wazee wametupandikizia miaka na miaka mila. Huo ni upagani. Achana na hiyo dhana. Kwa mamlaka ya Mungu mwenyewe muumbaji, kafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hebu soma pia, Paulo anathibitisha uumbaji wake pia. Warumi 1 fungu lile la 20. Soma hapo. Warumi 1:20, neno la Bwana linasemaje? Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu, yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele, na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kuna watu leo hii hata kwenye kipengele cha Mungu mwana wanakataa kwamba huyo sio Mungu. Ni nani, mwanadamu gani ambaye alikufa na kufufuka kwa uwezo wake mwenyewe? Hata ufuatilie historia gani, Agano la Kale tuna visa vya watu ambao wamefufuka wakaenda mbinguni, lakini vyote hao walifufuka kwa uwezo wa Mungu. Mungu mwenyewe alifanya nini? Aliruhusu kwanza wafufuke. Lakini Yesu Kristo ambaye tunasema ni Mungu mwana,
alifufuka kwa uwezo wake. Uwezo umeshadhihirika, umeshaonekana, na bado watu tunakuwa tuna kiburi. Hakuna hata yani hakuna mtu ambaye anafanya nini, ambaye anaweza kufanya haya yote kama ambayo alifanya Yesu Kristo. Hata ukiangalia katika historia yake, maisha yake ni ya kipekee, tofauti na wanadamu yeyote yule ambaye unafikiria au ambaye umeshawahi kumuonesha. Licha ya kuwa Mungu ni muumbaji, lakini watu walimkimbia na kufanya uovu. Hata ukisema Warumi hiyo 1:24 hapo na 28 inaeleza vizuri zaidi. Yaani licha ya kuwa wanadamu wote tunafahamu ya kwamba Mungu ndiye muumbaji, lakini bado wanadamu walimkimbia, lakini pia bado waliendelea kumkosea. Hata unaposoma historia nzima, Mwanzo 6 pale wanadamu walikosea mbele za Mungu mpaka kaonekana mkamilifu mmoja pekee, Nuhu. Lakini bado hata jioni ya leo anatuita sasa. Yesu Kristo huyu ambaye ni Mungu Mwana. Fungu la mwisho msomaji, fungua Ufunuo 3 fungu la 20. Yesu Kristo sasa anatuita. Huyu Mungu ambaye haonekani, yupo katika mfumo wa roho, ambaye hakuna mtu ambaye anaweza kumuona, na hakuna mtu ambaye amewahi kumuona akabaki kuwa hai isipokuwa tu Musa ambaye tunaelezewa katika historia. Lakini pia hakuna mtu ambaye anaweza kushuhudia yaani uso wake kabisa. Hakuna mtu ambaye amefanya nini, ambaye amewahi kumuona. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu anahitaji tuweze kufanya. Soma hapo msomaji. Ufunuo 3:20 neno la Bwana linasemaje? Huo ni wito wa watumishi wa Mungu. Kati anasoma, nipende kuwakaribisha wote ambao tupo katika viwanja hivi, tusimame. Lakini pia hata wewe kule nyumbani unaweza sasa ukatulia na kusikiliza, kwa sababu tunakwenda kutimisha somo letu, lakini pia tunafahamu nini ambacho Mwenyezi Mungu anataka tuweze. Soma hapo msomaji. Neno la Bwana linasemaje? Tusimame. Nasemaje? Tazama nasimama mlangoni. Nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Na yeye pamoja nami. Mungu yuko tayari kupokea, yupo tayari kutupokea sisi wale ambao wana changamoto mbalimbali, kupitia kumfunua uwepo wa Mungu. Wakati fulani ulikuwa na changamoto, pengine hata unafikiri kwamba yaweza kuwa hii changamoto hata Mungu hawezi kuitatua, lakini fahamu ya kwamba huo ugonjwa ulionao, hiyo shida ulionayo, yupo Mungu ambaye ni mtatuzi. Na jioni ya leo anakuita sasa, ufungue mlango, ufungue moyo. Sikia sauti hii, Mungu anakuita sasa kupitia kile ambacho kinahubiriwa, kunafunuliwa kupitia maandiko matakatifu. Anatamani ufungue moyo wako sasa na ukubali ya kwamba yupo Mungu ambaye ni muumbaji, mwenye uwezo wa pekee, ambaye hakuna ambaye anaweza akamfikia kupitia uwezo wake ambao ni uwezo wa ajabu. Kwa hiyo hata kama unafanya shughuli yoyote ile, bado utahitaji msaada wa Mungu. Bado yani unaweza kawa, kwa mfano, hata kama wewe labda ni mchezaji au ni fundi, kuna saa unapitia changamoto nyingi. Wewe ni dereva huko, hata kama uko hapo dukani, kuna saa unaona hii biashara mbona kama ni ngumu, unaona kama vile usipambane na hao sio waganga kienyeji ambao ni waongo tu. Tutaenda kuangalia vizuri. Unaweka sio dawa sio kwenye kona, unaweka sio kwenye hela. Huo ni upagani tu, hamna chochote hapo. Wewe mtegemee Mungu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Yupo tayari sasa hivi kukupokea. Yupo tayari. Utakaporuhusu moyo wako, utafanya nini? Utapata amani ya moyo wako. Yupo Mungu ambaye yupo tayari kukupokea. Jioni ya leo natamani niombe. Mimi binafsi natamani sana nikubali, moyo wangu ni ufungue. Yesu Kristo, Mungu muumbaji, aingie katika moyo wangu, anisaidie katika maisha yangu. Ikiwa kuna mmoja kati yetu hapa, hata huko nyumbani unaweza ukasimama pia. Nitamani hapa tuwepo hapa mbele, tusogee hapa mbele tuweze kujikabidhi kwa Mungu. Tukubali wote tusogee hapa mbele. Wale ambao wanatamani kwa kweli mioyo yao iwe tayari kumpokea huyu Mungu mwenye maajabu, Mungu mwenye uwezo wa ajabu kuliko waganga, kuliko wachawi. Hata wewe ambaye unataka ukaloge leo, si wewe mganga, sijui uwezo chochote kile mbele za Mwenyezi Mungu. Nimkaribishe mzee wa kanisa aje atukabidhi mikononi mwa Mungu, atusaidie. Mungu atupiganie na hatimaye tuweze kuruhusu